nani msaliti? Nani msaliti? Nani msaliti? Anaumiza moyo. Hivi nani msaliti? Nani msaliti? Nani msaliti? Anotesa moyo. Akili imeshindwa kung'amua, nipo kwenye kitendawili, nimeshindwa kutegua. Shida maneno ya kuambiwa na watu wa karibu, sijui huyu, sijui yule, nabaki changanyikiwa. Sijui mke mdogo ama mkubwa, nachanganyikiwa. Moyo unasema una wasiwasi, ila akili inagoma kuinusuru nafsi. Hivi nani msaliti? Nani msaliti? Nani msaliti? Anaumiza moyo. Hivi nani msaliti? Nani msaliti? Anamsaliti mumewe. Lo, mumewe anavyompenda hivi, yani watoto wa siku hizi yani wabaya. Sijaamini kabisa nilichokiona. Amemkosea nini mpaka anamsaliti? Yani watoto wa siku hizi jamani. Mumewe anampenda vile anafanyia mambo kama haya. Lo, yani anamsaliti kabisa na huyu kaka. Mungu wangu. Yani nimeshangaa, sijaamini kabisa haya mambo. Anamsaliti? Hapana. Nani msaliti? Nani msaliti? Nani msaliti? Mama, umeniita asubuhi umenikurupusha. Hadi umenipa wasiwasi, manake si kawaida. Unajua sisi kwa shughuli tunazofanya, ukilala umlala kama umekufa. Kwa hiyo kuamsha mwili na kuwa kipengele sana. Hapa nimetoka tu, wake zangu wameshangaa. Mbona jamaa si kawaida yake kutoka asubuhi. Mama, nimeitika wito mama. Mwanangu, nimekuita hapa asubuhi hii, kuna jambo zito kidogo. Ni zito, sio kidogo. Ila mwanangu, kuna jambo linanisumbua. Ndio maana nimekuita asubuhi. Jambo gani hilo mama? Kile kitumbua chako ulichokula asubuhi, ukakihifadhi kabatini ili baadaye uje ule tena. Hauli peke yako mwanangu. Panya nao wanatembelea. Umenielewa mwanangu? Mama, mbona kama unanifumba hivi? Yaani kama kuna kitu ambacho unacho alafu nasema hujaweka mnyumbuliko ambao uko wazi, hujachanganua. Bado sijakuelewa hapo unamaanisha kitu gani mama? Maana hilo bila shaka ni fumbo. Bado sijajua mama wangu, hapo pointi yako ni nini? Mwanangu, nisizunguke. Katika wale wanawake wazako wawili, kuna mmoja anakusaliti. Moyo unasema kuna wasiwasi, ila akili inagoma kuinusuru. Hivi nani msaliti? Hivi mama, unajua umeongea nini hapa? Kabisa. Mama, unajua sijakuelewa. Kwa hiyo mafumbo yote haya yalikuwa pointi kwamba ni uje kuniambia hili. Mama, hiyo kitu haiwezekani. Hiyo kitu mama, hiyo kitu haiwezekani. Yaani wake zangu mimi navyoishi nao vizuri mama. Unajua wake zangu mimi nawapenda, si wabagui.
kidogo nachokipata na wagawa wake zangu sawa kwa sawa. Kama ni masiku ambayo tumepanga siku 3 huku 3 huku, 2 huku 2 huku, naishi katika upendo, katika misingi iliyokuwa bora. Leo mama unapokuja kuniambia kwamba katika wake zangu wawili kuna mmoja ananichiti, anatoka nje ya ndoa, mama mimi sikuelewi. Unajua mwanangu, huwezi kuamini kwa sababu hujashuhudia. Ukija kushuhudia utaniamini. Mimi mama yako siwezi nikakuumiza kwenye masuala ya uongo labda. Mama si masuala ya uongo. Mama hapa tunazungumzia mapenzi mama. Nazungumzia wake zangu mama, wake zangu wale. Yaani hapa tayari ushanivuruga kichwa, yani sielewi. Sielewi hata na ni bora ungeniambia sasa sawa. Sawa mimi nimekubali na kuamini mamangu. Haya, kwenye hao wake zangu wawili, mke gani mimi ananisaliti? Mwanangu, yani sijaongea ili nikuumize. Unaona? Wewe ni mtoto wa kiume. Kaa chini, pambana. Utamjua nani anakusaliti mwanangu. Mimi mwenyewe naumia sana. Ina machungu. Nani msaliti anotesa moyo. Akili imeshindwa kung'amua, nipo kwenye kitendawili, nimeshindwa kutegua. Shida maneno ya kuambiwa na watu wa karibu, sijui huyu sijui yule, nabaki changanyikiwa. Sijui mke mdogo ama mkubwa, nachanganyikiwa. Moyo unasema una wasiwasi, ila akili inagoma kuinusuru nafsi. Hivi nani msaliti? Nani msaliti? Nani msaliti anaumiza moyo? Hivi nani msaliti? Nani msaliti? Nani msaliti anotesa moyo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mume wangu. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, mke wangu. Umeamkaje? Salama, sijui hali yako. Mimi namshukuru Allah nimeamka salama. Hofu kwako mke wangu? Nashukuru. Mashaallah, leo hakika umependeza sana mke wangu. Ni leo una muonekano tofauti kabisa na siku zote. Umenifanya leo nivutiwe na wewe zaidi. Mume wangu, ina maana siku zote mimi sipendezi? Rahasha, sio kwamba upendezi, isipokuwa leo umependeza zaidi. Sijui macho yangu tu lakini naona leo kama umekuwa mwingine, umekuwa kama tofauti hivi. Hapana, mimi ni yule yule. Kweli? Unajua ni mzuri sana. Asante. Sijuti kuchagua. Asante. Basi mimi ngoja nikuache nikamalizie kazi. Sawa. Hayahitaji hasira, mapenzi, uvumilivu. Punguza pupa na hira, mvumilivu hula mbivu. Mimi hata sijui hivi ni nani kati ya wake zangu hao wawili anayenisaliti. Hivi ni Amba au ni Mila? Lakini haonyeshi dalili yoyote. Nikiwatazama hamna mabadiliko yoyote. Au mama kama kuni challenge tu, au ni uwezo wangu wa kuhimili vitu vizito? Hapana, mamangu namwamini hawezi kulifanya hivi. Lakini bado sielewi. Tazama
na kuona mpweke, mawazo yamekuandama, usiyape nafasi ujutie. Don, vipi mzee? Mbona uko sawa? Una shida gani? Na hapa nimechoka kuanzia akili, mwili na moyo wangu umepasuka vipande vipande. Yaani leo sio siku mzuri kabisa kwa. Una shida gani? Samaa ofisini nilikuacha huko fresh tu. Kuna changamoto ilitokea nyuma? Kudo, kuna taarifa nimepewa. Kila nikizichakata katika ubongo wangu na kila nikifikiria, nikiwaza na kuwazua, sipati majibu. Kuna taarifa nimepewa kuhusu wake zangu wawili. Katika wale wake zangu wawili nimeambiwa kuna mmoja anichiti. Shida maneno ya kuambiwa na watu wa karibu, sijui nabaki changanyikiwa, sijui mke mdogo ama mkubwa na changanyikiwa. Don, sorry. Anakuchiti vipi yani? Yani Kudo, wani Kudo maana kuchiti hujui? Nitumie Kiswahili sasa. Katika wale wake zangu wawili, Nila au kuna mmoja ananisaliti, anatoka nje ya ndoa. Doni, wewe hizi taarifa amekupa nani? Kitu ambacho kinanichanganya kichwa, huyu ambaye ameletea hizo taarifa ni mtu muhimu sana. Hivi una mtu muhimu zaidi yangu mimi rafiki yako? Yupo mama yangu mzazi. Ina maana hizi taarifa amekupa mama? Mama mzazi, Mungu wangu, chini ya hili jua ndo kanipa hizo taarifa. Doni, unamwamini kweli mama? Hivi Akudo, katika ulimwengu chini ya jua kuna mtu anapaswa kuumiza zaidi mamako? Hebu nikuulize rafiki yangu, wewe mamako umwamini? Hamna, yani of course lazima mama lazima. Wewe mamako umwamini? Mimi mama ninamwamini sana. Ndiyo, yeye ni binadamu, ana mapungufu na huwa anaweza akaongea labda kwa sababu ya udhaifu wake, lakini the way nilivyo mamangu namjua, ujue nilivyokuwa namtazama mamangu katika macho yake, yani kitu ambacho umeniambia nahisi kabisa ndani yake na ukweli. Yani na maanisha na kujua, usije kwa kurupuka mzee, sababu na kujua vizuri. Yani sasa ungechunguza, unajua mama ni mtu mzima, sasa sije ikawa akili zake zinaenda lesi akajikuta tu anakuambia vitu ambavyo havipo. Sasa unajua taarifa mimi nilivyo, yani the way mimi nilivyo, napoletewa taarifa yoyote, hata taarifa nyeti inayonihusu mimi au watu wangu wa karibu, huwa sikurupuki tu kuichukulia juu kwamba kwa sababu ameniambia. Huwa nakaa nafanya mchakato wa kwanza kujua ni kweli au si kweli. Haijalishi anaambia nani, aidha mama yangu, ndugu yangu, baba yangu, mtu wa karibu, huwa sipokea taarifa na kuleta ile action kwamba ni hiyo nimepagawa. Hapana, siko hivi. Ndio maana mtu wa kwanza kuja kukwambia ni wewe rafiki yangu. Doni, ninachokushauri mimi hapo, wewe unatakiwa ukae chini. Yaani utafakari sana, yani uangalie sana kiundani, yani usije kurupuka. Lakini mzee anavyojua wake zako, yani hili jambo mimi sina hakika nalo 100%. Ila hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba haiwezekani. Lakini namna gani nawajua wake zako vizuri sana ni ngumu. Yani Akudo, wewe unajua wake zangu kuliko mimi mwenyewe? Sio okay, yani ili sawa, okay Don, nadhani niko upande wako. Na kama ikija kubainika hivi, yani mpumbavu gani wewe anaweza kuingilia ndoa yako? Alafu mzee, unajua wao watu kama ni kweli, unajua watu wengine ni wabaya, ujue. Yani wameona vile wewe unavyowapenda, unavyowatunza, wanakuja kuharibu tu. Mzee, mimi nikata, ujue. Yani siku ambayo nitamjua ni nani anatembea na mke wangu, ni nani anatoka na mke wangu, huyo mtu nikimkamata, nikimshika akashikika, nitamkata vipande vipande,
Doni, nakujua vizuri sana. Hebu hayo mambo unaanza kusema utamshika utamkata vipi? Siwepo. Kuna jela mzee, utafungwa ujue. Jela? Unazungumza jela? Mwanangu mimi sasa hivi hapa saa 8 mwanangu hapa hii. 9 hiyo hapo 12 hiyo hapo mwanangu. Na 40 mwanangu sasa hivi. Yani si unajua yani okay sawa, yani fanya hivyo, chunguza na mimi niko upande wako. Hamna shida, ndio tuko pamoja. Mama, niambie mamangu. Kwani ni maongezi marefu mafupi? Hivi mwanangu, humu ndani mnaishi vizuri kweli? Mama bana, tunaishi vizuri, tunashukuru Mungu, tunapendana kweli. Hamna tatizo lolote. Mwanangu Doni ambaye ni mumeo hana shida yoyote, yaani hana tatizo? Nashukuru Mungu, mume wetu Doni anatupenda, anatujali, anatupenda wote kwa usawa kweli. Haibagui kwamba huyu mke mdogo mke mkubwa, hamna, wote tu anatupenda kiusawa. Mke mwenzio Nila? Nashukuru Mungu, ana moyo safi, ni msikivu, muelewa. Sawa. Wewe mwenyewe huna shida yoyote wala tatizo? Hamna mama, mimi sina tatizo lolote. Naomba usinifiche, kwa sababu tatizo likiwa dogo linaongezeka, matokeo yake inakuwa zito. Kwa hiyo kama kuna tatizo niambie, maana ukiendekeza tatizo, ukificha tatizo, mwishoni maelewano ndani ya nyumba hamna. Hamna mama yangu, kungekuwa na tatizo mimi ningekwambia, ningekufuata mama yangu nikakwambia. Kweli. Ila tunashukuru Mungu, tunaishi tu kwa amani na upendo. Basi mimi nashukuru sana kama mnaishi vizuri kwa kweli. Muendeleze mshikamano, na wewe mkubwa dawa, mkubwa jalala. Wewe mvumilivu, akikukosea mdogo wako namuita mdogo wangu Nila, mimi kuna 1 2 3 tunarekebishana. Umenielewa? Nimekuelewa mama yangu. Nikuulize kitu. Niulize. Hivi mdogo wako Nila huyu nani msaliti? Nani msaliti?